Hi guys, karibuni sana katika channel yangu ya Heritage Tech, na leo nitawafundisha jinsi ya kufanya market research kwa hapa Bongo. Sasa hard truth ni kwamba ni ukweli ambao watu wote kuambia ni kwamba watu wengi hapa Bongo wanaanza biashara kwa hisia badala ya kuwa na data kamili au information kamili kuhusiana na hiyo biashara. Unapokosa kufanya market research unajiweka kwenye hatari ya kuuza bidhaa ambayo hakuna mtu anaitaka. Kwa lazima uangalie demand, kama kuna demand ya product, kuna watu wanahitaji, kuna changamoto gani bidhaa hizo. Sio unauza tu kwa sababu sasa hivi mimi napenda gari, nauza magari. No, biashara haiendi hivyo. Kama unafanya hivyo biashara utachoma hela nyingi sana. So kitu cha kwanza, jinsi ya kufanya market research kwa Bongo: tafuta tatizo linalosumbua watu. Problem first. Tatizo. Badala ya kuanza na bidhaa, anza na tatizo. Uliza watu wanahangaika na nini sasa hivi. Angalia watu wanahangaika na nini. Watu wanahangaika na ajira, watu hawana kazi. Unawasaidiaje? Watu wanajaribu kutatua hilo tatizo kwa njia gani? Kuangalia solutions zilizopo za hiyo tatizo. Je, kuna solution ya kazi kwa sasa? No, hamna solution mpaka sasa hivi. Njia zilizopo zina kasoro gani? Solution zilizopo zina changamoto gani kwa sasa? Angalia. Mfano, wanawake wengi wanataka ngozi laini lakini wanachoka kutumia creams nyingi zisizo na matokeo. Hii ni tatizo. Sasa unaweza kuchunguza kama bidhaa yako inalenga hilo tatizo vizuri. Kwa kama wewe ni muuza bidhaa, product za wanawake, unaweza kutengeneza hizi creams kwa ajili yao, kawauzia at a good price. Unaona? So kitu cha pili ni chunguza soko kwenye mitandao ya kijamii. Ingia kwenye Facebook groups, ingia Instagram, ingia TikTok. Angalia kama watu wanatafuta hicho kitu. Tafuta makundi kama kwenye Facebook groups. Ingia hapa Facebook na ukiingia Facebook, ukienda kwenye groups pale, ukisearch pale, magroup yanakuja. Kwanza kapitia, tafuta makundi kama groups zile za wanawake, Tanzania, afya ya ngozi. Angalia kama watu wanalalamika kuhusu maswala au unawauliza maswali ya malalamiko. Ingia Instagram, tafuta posts zinazohusiana na product unayouza au solution, changamoto unayotatua. Soma comments, angalia watu wanalalamika kuhusu nini. TikTok hivyo. Unafanya hivyo. Njia ya tatu, fanya mini survey bure tu ila nguvu. Tumia Google Forms, WhatsApp status au Insta story. Hii ni unaenda kwa watu kabisa unauliza, "Je, una changamoto na hii product? Una changamoto na hii kitu na unaitatuaje?" Anaitatuaje anakuambia. Kitu cha nne, angalia washindani wako, chunguza wauzaji, wanatumia njia gani za kutangaza bidhaa yao, wanatumia njia gani za kujitangaza, bei zao, wateja wao wanalalamika nini. Njia rahisi, ingia kwenye review, comments za biashara, zile feedbacks. Tafuta gap ya soko. Baada ya kukusanya data, kuna kitu watu wanataka lakini hakipo sokoni. Kuna kasoro kwenye bidhaa zilizopo. Unatufanya wahudumie. Tuangalie jinsi utakavyowafikia. Bidhaa nyingi za ngozi ni za watu wenye ngozi nyeupe au oily, lakini hakuna product ya ngozi kavu ya Afrika. Hiyo ndio gap yako. Unaona? Jaribu prototype, andaa mini launch. Labda tengeneza sample 50, sample 10 kwa ajili ya kuanza nazo uone. Uza kwa marafiki, wa followers na watu wanaokujua, watu wako karibu. Then pokea feedback zao, maoni yao yale, alafu fanyia kazi, boresha wazo lao. Mwisho, tumia data kutoa uamuzi, sio hisia. Tumia data. Usifanye biashara kwa hisia. Tumia data. Simaanishi data bando, hapana. Data ulizopata zilizokusanya. Nani ana shida? Anaitatua vipi? Kwa njia gani? Bei gani inafaa kuuza hiyo product? Bonus tools unazoweza kutumia bure kabisa ni Google Trends, kutafuta maeneo yanayotafutwa sana, Facebook audience, WhatsApp status, Google Forms, Talk, hivyo. So guys, challenge kwako. Chagua bidhaa moja leo, fanya hizo hatua zote nilizoelekeza. Then ukipata changamoto unaweza kucheki WhatsApp, Heritage Tech.